Shalom, shalom mtu wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi katika wakati huu napenda kuhabarisha habari njema ya neno la Mungu kwa ufupi. Basi tutaenda kutafakari maneno ya uzima katika siku ya leo. Na naenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri sura ya 11. Kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na mstari wa 3. Tutaenda kusoma neno la Mungu tupate ujumbe ambao utaenda kutusaidia katika siku ya leo. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na ule mstari wa 3. Mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi, na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Neno la Mungu nasema kwamba mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Nini maana ya neno hili ambalo Biblia inasema kwamba mtu ukianguka kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala? Na hapo ndipo ujumbe wa leo ulipo katika mstari huu. Tuelewe maana ya neno hilo kwamba paangukapo mti kuelekea kusini au kaskazini, papo hapo ulipoangukia ndipo patalala. Ili tuweze kuelewa maana ya mstari huo au maana neno hilo, katika Biblia tufahamu maana ya mti. Mti kibiblia unawakilisha nini? Ili tuweze kuelewa, kupata ujumbe ambao utaenda kutusaidia katika siku ya leo. Ili tuweze kufahamu mti ni nini au mti unawakilisha nini, basi turudi katika tusome katika kitabu cha Daniel. Kitabu cha Daniel ule wa 8. Neno la Mungu nasema kwamba bali hatimaye Daniel akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belshaza, kwa kufuata jina la Mungu wangu. Tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Nikamuhadithia ile ndoto nikisema, Belshaza, mkuu wa waganga, kwa sababu ninajua kuwa roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako, na kuwa hapana neno la siri likushindalo. Niambie njozi za ndoto yangu niliyoiona na tafsiri yake. Njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Sasa hapa ni wakati ambapo mfalme huyu Nebukadneza, wakati ambao anamuelezea Daniel ndoto ambayo ameiona wakati ambao analala. Anasema katika mstari wa 10, njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi, na aliona natazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukawa na nguvu, urefu wake ulifika mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama wa kondeni walipata uvuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani mwangu, na tazama, mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafyekeni matawi yake, yapukusieni mbali majani yake, na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na mbingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kipate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Sasa tukiruka katika ule mstari wa 19, anasema kwamba ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belshaza akashangaa kwa muda. Na hapa ni wakati ambapo mfalme alimuelezea Danieli ile ndoto aliyoiona, na baada hapo sasa Danieli alishangaa ile njozi, alishangaa yale maono. Na sasa anasema katika mstari wa 19, ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, Belshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Belshaza akajibu akasema, bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wakuchukiao, na tafsiri yake iwapate adui zako. Sasa mstari wa 20 anasema ule mti uliouona. Kwa hiyo hapa sasa Danieli anatoa tafsiri ya mti ule ambao mfalme aliona kule kwenye njozi, kwamba ni mti ambao ulikuwa sana ukaelekea juu na matawi yake yakajaa dunia. Kwa hiyo sasa hapa Danieli sasa anatoa tafsiri ya ile njozi, kwamba anasema kwamba ule mti ambao umeuona, anasema ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni,
na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa, na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Anasema mstari wa 22, anasema huo mti ni wewe mfalme, huo mti ni wewe mfalme uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Tuishie hapo. Kwa hiyo basi tumeona kwa tafsiri hiyo, kwamba mti kibiblia, mti unawakilisha nini? Kibiblia mti unawakilisha mtu. Kibiblia mti unawakilisha mtu. Na tukirudi sasa katika kile kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 3, tukisoma mstari wa 3b, neno la Mungu linasema kwamba mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Maana yake ni nini? Kama tulivyoona tafsiri ya mti kibiblia ni mtu, maana yake ule mstari unaweza ukakaa kwamba ukasomeka namna hii kwamba mtu akianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo yule mtu, papo hapo utalala. Na nini maana ya maandiko hayo, au nini maana ya neno hili? Ujumbe wa siku wa leo ni kwamba mwanadamu wakati ambapo maisha yake yamefikia ukomo hapa duniani, wakati ambao mwanadamu amelala, wakati ambao mtu amelala, tunavyosema amelala maana yake amekufa, na yawezekana amekufa katika roho au amekufa katika mwili, vyovyote vile. Kwa hiyo basi tukifikiria kama amekufa katika mwili, tukisema kwanza katika habari ya kufa katika mwili, kama amekufa katika mwili, neno la Mungu linasema kwamba paangukapo yule mtu au paangukapo huo mti, kama ulivyoona kwamba tafsiri ya kwamba mti unafunua mtu. Kwa hiyo mtu akifa pale pale alipokufa, pale pale alipoangukia, katika huko alikoangukia, anasema neno la Mungu linasema hawezi tena kuamka. Maana yake ni kwamba kama alikuwa ameangukia upande fulani, atalalia huko milele. Na tunaelewa kwamba baada ya maisha haya, au baada ya maisha ambayo tunaishi hapa duniani, tunaelewa kwamba kuna maisha mengine ambayo yanafuata, ambayo ni maisha milele, au maisha ya kuishi milele, au maisha ya kuangamia milele. Unaona? Kwa hiyo basi neno la Mungu katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27, neno la Mungu linasema kwamba kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu, na baada ya kufa ni hukumu. Maana yake mtu anakufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Unaona? Sasa inategemea yule mtu amekufaje. Kama alikuwa amekufa, ameondoka nje ya wokovu, maana yake kule alikoenda, unaona, maana yake atakoza uzima wa milele, kwa sababu Yesu Kristo alisema kwamba nalikuja ili wawe na uzima wa milele. Kwa hiyo maana yake kama ameondoka nje ya Yesu Kristo, amekoza uzima wa milele, unaona, na hukumu yake itakuwa ni kwenda kupotea milele, kuangamia milele. Unaona, tunajua kwamba kuna hukumu ya ziwa la moto. Unaona, hilo inajulikana, jambo ambalo linajulikana. Ziwa la moto ni hukumu ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya Ibilisi ambao ameasi na malaika wake wote. Unaona, sasa watu ambao sasa wanamfuata Ibilisi sasa hivi wakakataa injili ya Yesu Kristo, maana yake hukumu yao itakuwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo nini kinatokea? Mtu anapokufa sasa hivi, unaona, anaenda kuwekwa mahali ambapo panajulikana kuzimu. Mtu anapokufa nje ya Yesu Kristo, anaenda kuwekwa mahali ambapo panajulikana kuzimu. Huko atakaa kusubiria hukumu ya ziwa la moto. Unaona? Kwa hiyo sasa nini ambacho tunaweza tukajifunza mahali hapa? Neno la Mungu linasema kwamba paangukapo ule mti, unaona, paangukapo mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, hapo hapo utalala. Kwa hiyo ndugu yangu, angalia ni kwamba maisha yako unayoishi hapa duniani, kwamba ukomo wako utakuwa wapi? Je, utaangukia wapi? Utaangukia uzimani au utaangukia upotevuni? Unaona? Na Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 13, anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, kwa maana mlango ni mpana na njia iendayo upotevuni ni pana. Unaona? Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu ya kwamba wakati ambao unatembea hapa duniani, unatembea ukijua kwamba unatembea, zipo njia mbili ambazo tumepewa hapa duniani. Kuna njia ielekeo uzimani na kuna njia ielekeo upotevuni. Angalia ni njia gani ambayo unaelekea, kwa sababu njia ambayo utaelekea ukifika mwisho hiyo hatima hiyo njia ndio ambayo itakujulisha
kwamba baada ya kuanguka, baada ya kufika mwisho wako, kwamba maisha ambayo yanaendelea kule utaenda kulalia upande gani. Kama ulikuwa unatembea ndani ya Yesu Kristo, maana yake utaenda kulalia uzimani, na kama ulikuwa unatembea katika njia ya upotevu, njia ya dunia, maana yake mwisho wako utaenda kuangamia, utaenda kupotea milele. Unaona? Kwa hiyo kule hakuna tena machaguzi. Kule katika ulimwengu, katika maisha hayo yanayofuata, hakuna tena kuchagua. Ni kwamba maisha uliokuwa unaishi hapa duniani ndio ambaye atachagua kwamba utaenda kuishi maisha gani kule. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, angalia ni wakati gani ambao unaishi sasa. Sasa hivi tunaishi katika nyakati za mwisho. Unaona? Na tunajua kwamba kila mmoja anajua kabisa kwamba ishara zote na dalili zote zinaonyesha kwamba Yesu Kristo amekaribia kurudi. Na swala la kujiuliza ni kwamba na hata Yesu Kristo kama hajarudi katika wakati wa uhai wako hapa duniani, je, ikitokea kesho ukianguka, kwa sababu hamna mtu ajue siku yake, ikitokea kesho ukianguka, je, utalalia wapi? Unaona? Je, utalalia wapi? Utalalia uzimani au utalalia kwenye upotevuni? Unaona? Angalia ni wakati gani ambao unaishi, na angalia muda ambao umepewa. Mungu amekupa hapa duniani ili upate kumzalia matunda. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, wakati ambao unaenda kumalizia ujumbe huu, kitabu kile cha Mathayo sura ya 3, kitabu kile cha Mathayo sura ya 3, neno la Mungu nasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3, kitabu cha Mathayo sura ya 3, neno la Mungu nasema kuanzia mstari wa 7, nasema hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kuminulia Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Umepewa muda wa kuzaa matunda. Wewe ndio mti, umepewa muda wa kuzaa matunda, na usipozaa katika wakati ambao umepewa, mwisho wako utakatwa. Na kukatwa maana yake utakufa. Unaona? Utakufa. Unaweza kufa ukawa unatembea, ila umeshakufa kwa habari ya wokovu. Unaona? Na utakuwa unachokusubiria ni wewe kwenda kuhukumiwa, kuangamia milele. Unaona? Kwa hiyo kabla wakati huo, hakikisha unamzalia Mungu matunda kwa kutubu pale ambapo unasikia Injili. Angalia, umekuwa ukisikia Injili. Ni mara ngapi umekuwa ukisikia Injili? Unaona? Tangu ulivyoanza kusikia, unaona? Mungu amekupa muda wa kutubu. Ni kwamba wewe wakati ambao unasikia Injili, siku ya kwanza ulivyosikia Injili, Mungu anategemea utubu dhambi zako. Unaona? Ila yamkini ni zaidi ya miaka 5 umekuwa ukisikia Injili. Unaona? Unaona? Na hutaki kugeuka. Nini maana yake? Maana yake unasubiria kukatwa. Sasa yamkini Mungu amekupa, kwa sababu Mungu wa rehema, yamkini amekuvumilia kwa muda mrefu, na amekupa sasa muda wa nyongeza. Muda wa nyongeza yamkini ni leo tu, au ni kesho, au ni mwaka huu. Mungu amekupa muda wa nyongeza ili umzalie matunda. Na usipozaa maana yake utakatwa. Na kama tunavyojua kwamba ukikatwa huko utakaolalia ni utakuwa huko milele. Kwa hiyo ndugu yangu, katika wakati ambao unaishi ni wakati ambao wa kutafakari maisha yako, hatima ya maisha yako. Na neno hili lipate kugusa siku ya leo, ili upate kukumbuka ya kwamba Mungu anakutafuta na Mungu anajali nafsi yako. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, na bado sasa Yesu Kristo anatoa neema ya wokovu. Neema ya wokovu ni bure. Pale ambapo wewe utachukua hatua ya kusikia Injili na kutubu dhambi, kwa kumaanisha kuziacha kabisa na kutafuta ubatizo sahihi ambao ni ule wa maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo, sawa na kitabu cha Matendo sura ya 2 na ule mstari wa 38, ambapo anasema kuanzia mstari wa 37, walipowasikia haya wakachoma mioyo yao, na wakamuuliza Petro na ndugu wengine, tutendeje? Na Petro akawaambia, tubuni kila mmoja mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu. Kwa hiyo unapaswa kutubu. Naona, tubu dhambi zako, kumaanisha kuziacha kabisa na kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Naona, kwa jina la Yesu ili upate kupokea Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu atakusaidia kuishi sawa sawa na wokovu. Basi Bwana akubariki na neema ya Mungu ikujalie upate kuelewa na kusikia maneno uliyosikia katika siku ya leo. Shalom, shalom.